Tutasoma katika kitabu cha Yohana Yohana 17 na tunasoma kifungu cha 11. Tusome kwa Kiswahili. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Kifungu cha 21. Wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako, hao nawe wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Tuombe. Bwana wetu, ni shukrani tulio nyingi sana kwa kupata nafasi kwa pamoja na katika kutafakari na kufikiria juu ya neno lako, na Bwana wetu kuwaza mapenzi yako katika maisha yetu. Tunaomba uongozi wako mkamilifu katika kulifahamu neno lako na katika kujua jinsi na kutupasa kuishi na kutii hilo neno katika maisha yetu. Bwana, tunaomba mkono wako wa rehema ukawa pamoja na kila mmoja wetu, tupate neema zako Mungu wetu za kusikiza neno lako. Mungu, tubariki siku ya leo katika mkono wako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Jana tulikuwa tunaendelea na ujumbe ambao unaita njia ya kuwa pamoja na Mungu na kuwa mmoja na mwingine. The way to be one with God and with one another. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tukaona kwamba jambo la mwaminio na Kristo au kanisa la Kristo au mtu binafsi na Kristo inalinganishwa na kanisa la Kristo. Bwana asifiwe sana. Amina. Kupitia hiyo haraka ili tupate mahali kuanza, tulisema kwamba au kabla hatujaangalia vile tuliona jana, kuna kitu moja tumesoma katika maandiko ambapo nataka kusisitiza sana. Hapa maandiko inasisitiza kwamba tunapaswa kuwa pamoja na Kristo au wamoja, sisi wamoja moja na mwingine.
tuwe na umoja moja na mwingine, kama jinsi Kristo na Mungu walivyo moja. Amen. Sasa huu ndio ujumbe wangu katika kipindi hiki. Na hilo ni jambo muhimu sana. Hapa Kristo mwenyewe alisema na akasisitiza katika mistari kadhaa hapo kwa maandiko tumesoma. Kifungu cha 11, kifungu cha 21 na 22. Hebu kusomea hiyo. Sasa tusome sana, tusikize kwa makini. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, walinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Amen. Sasa unaona, sasa Kristo na Mungu walikuwa wamoja, sivyo? Na sasa Kristo mwenyewe akasema kwamba hawa nao nataka wawe na huu umoja sawa sawa na ule umoja mimi na wewe tulio naye. Amen. Kwa hiyo jambo la umoja ya sisi kuwa wamoja, watu ambao wako na umoja, waaminio wana umoja, ni jambo Kristo alihesabu kama jambo la maana sana, jambo muhimu sana. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu nabii akasema hivi, and today, na leo in the great separation, katika matengano makuu that we are living in, ambayo tunaishi ndani yake, denominational differences tofauti ya kimadhehebu and things, na mambo, what are pity, ni mchafu wa aina gani? what are disgrace, Ni jambo baya kiasi gani? yani ni jambo la aibu, ni jambo la apite kuhurumiwa. Yani sisi tunapaswa kuwa na watu wanahurumiwa sana. We are supposed to be objects of pity. Inabidi ni watu, vitu vya kuhurumiwa. Wakati ambapo sisi tukiwa Wakristo hatuna umoja. Na ndio mwenyewe anasema hivyo. Anasema ni kitu cha aibu, is a disgrace. Bwana asifiwe sana. Sasa tukitazama sisi nafikiri nikisema hivi kila mmoja wetu hapa anajua hivi na anakubaliana na mimi. Mimi si nafikiri mgawanyiko tulio nao katika ujumbe hauko katika madhehebu. Ni kweli? Mimi huwa nauita mgawanyiko wa ujinga. Very foolish kind of division. Aina ya migawanyiko ya kipumbavu. Na hicho ndio kitu ambacho nataka tutazame. Na tujue kwa nini tuko na huo mgawanyiko wa aina hii. Why do we have those differences? What is the problem? Tukiwa na hiyo migawanyiko, shida ni nini? Lazima tutazame hicho kitu. Tujue ni kwa nini kiko namna hiyo. Na ni kitu baya. Amen. Na Biblia inasema ni vibaya. Mgawanyiko wa aina hiyo ni vibaya sana. Tunatakiwa kuwa watu wamoja. Amina Bwana.
Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Usifikirie eti hawa watu wako hapa ndio tu watu walijua kuna mkutano hii. Ni wengi walisikia. Na sisemi watu wa kanisa hili. Watu wasio na kanisa hili. Sawa. Wengi walijua mkutano iko leo. Na wana nafasi. Na wana uwezo wa kuja kwa mkutano. Lakini ndani yao huo mkutano sio. Huo watu wa Banana. Na watu wa Banana tunawajua kama wamekusanyika, unajua ni mahubiri ya ndani kama kwa Banana. Kwa hiyo hali kama hiyo na mawazo kama hayo, hiyo ni laana. Amen. Hakuna mtu anapaswa kujivunia jambo kama hilo. Na mimi nataka kuambia kwamba hiyo ni kasoro mbaya sana. Amina. Sana. Eh. Watu wanadhania kwamba watu ni wa kiroho. Lakini kama mna mgawanyiko, hiyo inaonyesha wewe uko na utoto wa kiroho. Sawa. Vibaya. Wacha kufikiria kwamba ati wewe umekomaa. Mimi najua wewe ni wale wana hiyo kitu ya mgawanyiko, wanafikiri kwamba wamekomaa sana katika ujumbe, lakini unaonyesha dalili za utoto. Amina. Amen. Amen. Ngoja kwa hiyo umeanza na ukali na hivi. Na utakuja hapa kwa miaka 5 sasa, siku ile unakuja unaanza na ukali hapa. Ni kwa sababu hicho ni kitu cha kuwasilisha mtu. Amen. Amina. Amina Bwana. Angalia kitabu cha Wakorintho au ni Wakorintho mlango wa 3 na kifungu cha kwanza. Wakorintho wa kwanza 3. Nataka msikize maandiko. Thy brethren could not speak unto you as unto spirits. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya roho. Angalia, hawa ni watu ambao wa kanisa. Si watu waliamini juzi, hawa ni watu wamekaa kanisa miaka mingi. Lakini Paulo anawatazama na anaangalia hali yao ya kiroho. Anasema hata mimi nikikuja kuongea nini? Siwezi kuongea mambo ya kiroho nini? Ninyi mnajiona kwamba mmeamini miaka mingi, mlimatizwa kitambo, lakini ni kuwapima hadi kwa kiwango chenu cha kiroho. Sina lugha ya kuongea na watu kama ninyi. Amina. Amen. Na waaminio hivyo ndivyo walivyo waaminio wengi sana. Na makanisa mengi ndivyo yalivyo. Mtazamo wao na akili zao ni za akili hizi. Si watu walio wa kiroho. Amina. Nitakwambia kwa sababu gani mtaona hapo maandiko yakisema but as unto carnal, bali kama watu wenye tabia ya mwili. Nini kanisa ya Mungu ilikuwa kanisa ya muda mrefu. Lakini angalia watu bado ni watu wa kimwili. Even as unto babes in Christ. Kama na watoto wachanga katika Kristo. Sasa hii ndio kitu ambacho tunataka sasa tupigane na hii kitu. Hii ni hali tuko nayo. Tuko katika hii hali. Waaminio ujumbe tuko katika hii hali. Saidie Bwana. Na tukitazama kwa makini ni hali mbaya mno. Kweli Bwana. Na lazima tufikirie ni kwa nini tuko namna hivi. Alright? Amen. Tukija kujua tujitahidi kutoka katika hiyo hali. Amen. Saidie Mungu. Bwana asifiwe sana. Yeah. Kwa hiyo kwa huo mkutano hiyo ndio nia niliko nayo. Amen. Tuangalie jambo hili. Tulitazame tujue ni kwa nini. Na mimi nataka kuambia kwamba kabla hajatoka hapa utajua ni kwa nini tuko katika na mgawanyiko. Tuko na mgawanyiko. Kwa nini hatuko wamoja? Amen. Amina Bwana. Tutajua. Saidie Bwana.
Na kama wewe una haja sana na Mungu na kama unapenda Mungu, unajitahidi kutoka katika kundi hilo na kutoka katika hiyo hali ya kiroho. Uwe mtu amekomaa. Amen. Amen. Bwana sana. Amen. Sasa sikiza. I have fed you with milk. Naliwanywesha maziwa And not with meat. sikuwalisha nyama. For hitherto you are not able to bear it. Kwa kuwa mlikuwa hamkuweza kustahimili. Neither yet now are ye able. Hata sasa hamwezi. Hamwezi. For ye are yet carnal. Kwa maana ninyi bado mna tabia ya mwilini. For whereas there is among you envy. Kwa maana ikiwa kwenu kuna usuda, Kama bado kuna usuda au fitina. Nasikiza, ninyi ni waaminio wa miaka mingi, mnahesabu miaka. Mimi ndio sasa nasema, mimi nimefikisha sasa miaka 20 katika ujumbe. Sisi ndio wale watu wa zamani wa ujumbe. Ninyi mmekuja nyuma yetu nyinyi. Hamjui mambo sana na nyinyi wale. Lakini bado kuna tabia nyingine. Na usuda. Bado usuda huko nao. Nini ingine iko isipokuwa miaka? Kuna hesabu nini ingine isipokuwa tu miaka? Amina. A bunch of years. Rundo la miaka tu ndio ulilonalo. Amina. Saidie Mungu. Sasa nazungumza nini na nini? Lakini sio nini nazungumza. Nazungumzia haki. Right? Mimi napambana na nini? Hali. Hiyo hali ndio nashughulikia. Amen. Na ukiona mimi naongea na ukali, nina ukali na hali hiyo. Sio nini? Amen. Amina. Lakini mmefanya mzuri, mmekuja niweze kutoa hiyo hazina. Amina. Amina Bwana. Lakini tutaangalia kwa neno. We shall diagnose it. Proper diagnosis. Tutaifanyia uchunguzi kwa makini. Tuone kwa nini. And then we see what we ought to do. Ndipo tuone tunapaswa tufanye nini. Wakati wako tayari kujua inapaswa kufanya nini. Kwa sababu ya hii hali. Hakuna haja ya kuongea hali ni baya na kushughulikia hiyo hali. Lazima tujue namna ya kutoka katika hiyo hali. Bwana sema, lazima tujue namna ya kutokea hiyo kwa hiyo hali. Hiyo hali. Amen. Right now. Okay. For whereas there is among you envy, Kwa maana ikiwa kwenu kuna usuda and strife. na fitina Kati ya waaminio wana fitina. Ishara ya utoto. Tata, ishara ya kuonyesha kwamba bado wako katika hali ya kimwili. Sasa neno nilikuwa natafuta ni hilo liko hapo mbele. Wakati unasoma Biblia, wanawaambia wakati wako na Biblia sahihi. Wakati wako na Kiingereza. Mtu wa Kenya peke yake ndiye tu hapo na Biblia ya Kiingereza. Lakini sawa, ninajua hii neno limewekwa kwa Kiswahili. Naenda slowly. For whereas there is among you envy, kwa kuwa kati yenu kuna usuda and strife na fitina and divisions. na migawanyiko. Amen. Are ye not yet carnal? Je, nyinyi si watu wa mwilini? Bado mimi
bado yet, sioni wa yet ninyi bado mko watu wa mwili. Ishara ni gani? Ni kwa sababu kuna wali hapo nataka kana bado kuna mgawanyiko kanisa hili na lile, watu hawa na wale, mkutano huu na ile mkutano mwingine. Hata kama mkutano wenu na ni mgawanyiko, mnasema mmepanda sasa Mungu katika kilele cha piramidi. Upiramidi huo wenu. Na mbona mko na mgawanyiko? Mnadanganyika. Kabisa. Mtu ambaye anapika kilele cha piramidi na capstone, jiwe la kifuniko. Amen. Kama ni tabia kama hizo. Mtu ambaye amepanda mpaka amepata ufunuo wa gurumo saba, hawezi kuwa na hiyo. Amen. Wewe unatembea kila mahali, tumepata ufunuo wa gurumo saba ndio inatupea imani ya kunyakuliwa, na tumepata imani ya kuliwa na bado mna mgawanyiko. Amen. Amina. Wewe bado watoto. Amen. Hata lugha ya kiroho hatuwezi kuongea na wewe. Wewe unaelewa. Amen. Hauwezi kuelewa hiyo lugha. Wewe bado mtoto. Ndio Paulo anasema kwamba I could not speak unto you as spiritual. Sisi tunaweza kuzungumza nanyi kama watu wa kiroho. Amen. Amina. Mimi nizungumze na nyinyi kama watoto. Na miaka huko na mamigapi ya katika ujumbe 20, 10, 30. Na madai yako ni gani? Sisi tumepata umuhimu gurumo saba. Ziko kwa kilele. Hata kuna wengine wanasema sisi bado sisi tunakuliwa. Sisi umeshakuliwa na bado una envy. Fitina. Wewe bado uko fitina. Mtu anakuliwa na bado fitina hapo nayo. Amina. Amen. Haya, mnaelewa? Mnaelewa? Mnaelewa neno? Bwana asifiwe sana. Amen. Naenda polepole ili izame. Amen. Sasa izame. Amina. Okay. For yet cannot, for whereas there is among you anything, Kwa kuwa kati yenu kuna usuda and strife na fitina and divisions, na migawanyiko, are ye not carnal, je, nyinyi si bado wa mwilini and walk as men? na mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Yaani mnatembea tu kama wanaume wa kawaida. Hakuna mahali unaenda, wewe ni bado tu mwanaume tu wa kawaida. Saidie Bwana. Ndivyo Paulo anasema. For what one says, I'm of Paul. Maana mmoja anasema mimi ni wa Paulo, Mmoja akisema mimi ni wa Kolman. And another, I'm of Apollos. na mwingine anasema ni wa Apollo, Wengine anasema flesh and play. Finya na wewe nini? Na ucheze. Na mwingine brother. Mungu atusaidie. Amen. There is a problem. Sure. Yes, sir. Amen. Shida hiyo. Kweli Bwana. Saidie Bwana. Shida hiyo. Sasa
Jana hebu ingia hiyo haraka kama tupige watu kwa kufika gani. Okay. Right. Alafu tutafanya haraka. Mimi naongea hii kwanza tupige watu kufika gani. Hii tuendelee. Amen. Lakini unaelewa huu mkutano wa tunasema nini? Tunashughulikia nini? Amina. Tunaangalia nini? Amen. Amen. Now marriage in one sense is a type. Sasa ndoa kwa namna moja ni mfano. Heavenly marriage is a type of heavenly marriage. Ndoa ya hapa duniani ni mfano wa ndoa ya mbinguni. Let's go over it just for a few minutes. Moment. Hem, tuliendee kwa dakika chache. Tulihasi na Mungu. Tulirejee kwa dakika The chache. first thing there is, there must be a decision made. Jambo la kwanza, napaswa pawepo na uamuzi. Tulisikiza sana hiyo jana. Amina. The first thing takes in a natural marriage Katika ndoa ya kawaida, jambo la kwanza is a decision to be made. ni uamuzi wa kuoa au kuolewa. Okay? Amen. The young lady has to make her decision. Kijana inabidi afanye uamuzi wake, Whether she wants this young man kama nataka huu kijana wa kiume, and the young man, whether he wants the young woman. na yule wa kike kama anamtaka yule wa There has to be a decision made. lazima pawepo na uamuzi ulioufanya, And you have to make it. na lazima ufanye. She must be the only woman in the world that you love. Yes. Lazima awe ndo mwanamke pekee duniani ambaye anampenda, And he must be the only man. na inabidi awe ni mwanamume pekee. If it isn't, Kama sio hivyo, you make a wrong decision. umefanya uamuzi wa makosa. Amen. Hallelujah. Amen. That's what Ruth had to do. Hivyo ndivyo vijana inapaswa wafanye. No, Ruth. Hivyo ndivyo Ruthi alipaswa afanye. Okay. All right. Tulienda kwa hiyo lakini mruke hiyo kidogo. Amina. Okay, and that's the same way it is by making the decision for Christ. Na ndivyo hivyo katika kufanya uamuzi kwa ajili ya Kristo. Amen. 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 The first thing you must do Jambo la kwanza napaswa kufanya is make up your mind. ni kufanya uamuzi wako, Yes. Whether you are going to serve God kama utaenda kumtumikia Mungu and take Him as your Savior, na umchukue kama mwokozi wako, or you are not going to do it. au hautafanya hivyo. Are you going to serve the world? Je, utatumikia ulimwengu Are you going to serve Christ? au utamtumikia Kristo? You have to make up your mind. Lazima ufanye uamuzi wako. There has to be a decision made. Inabidi kuwepo na uamuzi wa kufanya. When you make up your mind Unapofanya uamuzi wako that you are either going to serve God or mammon, kama utaenda kumtumikia Mungu au mwanadamu, ulimwengu au fedha au mali au ulimwengu, then you take your choice. hapo unachukua uamuzi wako, But the decision has to be made. lakini uamuzi lazima ufanywe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama jinsi msichana au mvulana anafanya uamuzi wa kuolewa, na nilisisitiza sana jambo hilo jana. Nikasema hiyo ni lazima kila mmoja afanye uamuzi. Amen. Kwenda kukaa na mwanaume kwa nyumba kama mume wako, au kwenda kukaa na mke kwa nyumba yako na msichana kama mke wako, hiyo ni lazima iwe ni uamuzi wa mtu binafsi. Amen. Na ndio sababu haupasi kuwa msichana wa umri mdogo sana, kwa sababu kuna umri tunasema huyo msichana au huyo mvulana hawezi kujifanyia maamuzi. Amina. Amen. Ni mdogo,
zaidi ya kufahamu na kuelewa anachofanya. So she must be in a reasonable age to be able to make a personal decision. Inabidi awe na umri fulani ambao anaweza kufanya uamuzi binafsi. Wazazi wasiamue kwa niaba yake, wazazi wasifanye hivyo, pastor asifanye kwa. Amen. Kuna mambo mengi hapa tukiongea. Kuna mapasta wengine wanaunganisha. Ndio. Wewe nataka uolewe na yule. Unasikia? Na wewe kijana, wewe unataka kutafutia msichana. Anakutafutia. Anatafuta msichana. Na sasa wewe nataka uolewe na fulani. No pastor has got any business in that area. Nyinyi wachungaji hamna shughuli yoyote na maeneo hayo. Amen. That is a matter that is very personal. Hilo ni jambo ambalo linafanywa kibinafsi. Sana. Kwa sababu baada ya kuunganisha, Ndio. alafu wanaingia kwa nyumba peke yao. Si wewe umeondoka? Sasa. Si umeondoka? Ndio. Umewaacha wakiwa peke yao. Amina. So it must be personal. Kwa hiyo inabidi iwe jambo la mtu binafsi. Inapofika katika mambo ya Kristo, pia lazima iwe ni jambo la binafsi. Amen. Kweli kabisa. Amen. Kweli. Si kujiunga kwa kanisa ati kanisa yetu. Sisi kanisa yetu ni ya ujumbe. Amen. Sisi jamii yetu ni ya ujumbe. Kuna kitu kama hicho. Hakuna. Nina. Sisi hatufanyagi sisi hatuvaaji longi. Sisi hatukatagi nywele, sisi hatukatagi. Sio uongee juu ya wewe yako. Unaongea juu ya nini? Inatakiwa kuwa wewe. Haleluya. Na hivyo ndivyo unasimamia hiyo. Amina. Ndio sababu unaona wewe hawezi kusimamia imani. Ndio. Watu wakitoka wazazi hawezi kusimamia imani kwa sababu ilikuwa ya familia. Ndio. Ilikuwa kitu ya sisi. Kitu yetu. Kweli. Right? Kwa sababu uamuzi haukuwa wako. Wako. Mambo ya Kristo lazima iwe ni yako. Wewe mwenyewe unaamua. Amen. Kabisa kabisa. Kubatizwa ni wewe uamue. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Amen. Okay, then after the decision is made, Ndipo baada ya uamuzi kufanywa, that you are, then comes the engagement. ndipo inafuata kuunganisha au chumba. Yeah. That you find that at the altar. Tunalipata hilo madhabahuni. Amen. Sijui kama unafanyaga hivyo au wengine wanafanyaga huku kwa uwanja, unakuja kanisani wakiwa tayari wamefanya engagement. Wewe unastuka unaona pete iko kwa kidole ya sijui inaitwa ya kani. Wameshafanya tayari. Na pia nasema kwamba inatakiwa kufanya Madhabahuni. madhabahuni. Amen. Leta mshana wako kanisani. Fanya hapa mbele ya watu. Right? Kisha fanya na hivyo. Pastor awekeni mkono aombee. Hiyo sikuwa ndoa hiyo. Hapo. Ni kupozana. Kuchupiana, sivyo? Ndio. Hiyo ni kitu ya kanisa. Si kitu ya hoteli. Si kitu ya uwanja huku. Ni jambo la hapa. Haleluya. Amen. Kabisa. Sio mimi naleta mafundisho yangu. Si nimesema hapa. Si mimi nimesoma hapa. Amen. Yeah. The engagement Uchumba that you find at the altar. ambalo linafanyika madhabahuni. Amen. You have got to make an engagement before this union can be. Lazima kufanyike uchumba kabla ya kuunganishwa. And that's the way it is with Christ Church. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Kristo kanisa. It has to be an engagement with Christ. Lazima kuwepo na uchumba pamoja na Kristo. I wonder whether you have ever been engaged with Christ.
Nashangaa kama uliwahi kufanya uchumba na Kristo. Na Biblia inasema kwamba is a pledge, Ni nadhiri, an engagement, na uchumba is a love affair ni jambo la kimapenzi with Christ. pamoja na Kristo. Kwamba unampenda Kristo, mnaunganishwa na Kristo. Uhusiano unafanyika wako binafsi na Kristo. Amen. Hilo ni jambo la maana sana. Amen. Labda tutaliona kesho. Kuna mambo mengine wanachukuliwa tu ovyo ovyo tu, ati mambo madogo, lakini hayo mambo unaona ni madogo, ni mambo muhimu sana. Amen. Hayo mambo usipoyafanya vizuri, usonge huko mbele, bila hiyo shida utakuwa nazo kule mbele. Amen. Kama hakuna toba ya kutosha, hivi kwamba wewe na Kristo mmefahamiana vizuri, mmeshikana vizuri, uanze hapo. Hata hapo wapi? Utaongea tu juu ya ngurumo saba, lakini mko na fitina nyingi sana. Wewe ni Mungu wa fujo, lakini una ngurumo saba. Ndio. Kwa sababu gani? Kwa nini msingi mzuri? Amina. Amen. Nakwambia ujumbe tumeuona. Watu wamepaa juu mpaka ukiwa miongoni mwao unaona umebaki hapa ulimwengu, watu wameenda. Watu wameshakuwa. Sasa wakisikia kwamba ati wewe unahubiri juu ya toba, wana chini. Hiyo ni mkutano yenu, ni hiyo ya toba. Alafu unakuwa kwa mkutano wao, wanaruka, wanachangilia, wanapiga kelele, wanafanya, lakini wakitofautiana karibu wawane. Watu ni wale wa kimwili. Unaona? Sasa shida iko hapa. Wana wa Israeli walipotoka Misri, maandiko ilisema vizuri, ikasema huyu ni kundi ambayo imefanya nini? Mixed multitude. Imechangamana. Mungu alijua kuchangamana nini kumaanisha nini. Hata hakuna mtu akajua Mungu anamaanisha nini, kwa sababu kila mtu anaonekana anachangilia, ana furaha. Mtu anaonekana sasa wako na roho wa kwenda nchi ya ahadi. Kila mtu. Ungejua Mungu anasema nini? Mungu alijua. Amen. Walipotoka mbele kidogo kutokea siasa. Wenye siasa wakaungana. Na hiyo unajua hiyo roho inachika wale wote wako na hiyo roho. Hiyo roho inanyuka. Dana na kola wakatoa siasa. Wakasema hakuna haja ati kwamba hapa ni watu wawili tu na ni wa ukoo moja, wa familia moja. Ndio wamekalia hapa. Sasa Musa akimaliza, nani? Ni Aaron. Aaron alikati chini, Miriam naye anakuja kujiuliza nini? Kwani ni mama yao tu ambao walizaa watu wanaweza kufanya kazi kwa Mungu. Hata sisi tuko. Sikiza hiyo roho. Na wametoka wapi? Misri. Lakini wamekuja nayo. Amina. Wako nayo za Bwana. Bwana asifiwe sana. Ni wakati mwingine unasikia siasa za kikabila. Sijui nini. Kanisani. Na hizo ni roho za kimwili.
Watu wanayeinuka na mambo kama hayo ni watu wa kimwili, ni watu ambao hawajakomaa. Hawa ni watoto katika, ni wachanga katika imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo roho Mungu akaimaliza hapo hapo, akaishughulikia vizuri, akapanua ardhi, ikaweka chini. Amina. Hiyo habari na hiyo maneno inaisha, safari inaanza kuendelea. Walipofika jangwani tena, wengine wakainua, wako na tamaa ya nyama. Hey, huwezi kufikiria kwamba jambo la nyama la kuharibu kanisa. Kanisa imekumbwa na shida ya kula nyama. Tunataka kula nyama. Mungu akamwambia okay, basi enda uambie kesho watakula nyama mpaka itoke na nini. Mungu kuna vile alifanya kwale zikakuja kamwagika pale, wakakokota zote wakakula. Lakini wanapokula mapigo ya Mungu, kwa sababu ilikuwa ni mambo ya kimwili. Haya wakainuka, wakafika mahali wakaalikwa katika sherehe ya Mungu anaitwa Baal, Mungu wa Moabu. Mimi sijui nini kilifanyika katika hiyo mkutano, kwa sababu katika historia ambao tunajua hakuna watu katika mahali moja walifanya usherati wa hali ya juu hivi. Yaani usiku mmoja watu wamefanya usherati wa wanaume 23,000. Sherehe moja kama sherehe ya kwenda mazishi. Karamu moja. Na hao watu si hata walikuwa hapo, ati hivyo ndivyo wamekuwa washirati hapo. Walikuwa washirati Samaria. Lazima kitu kitokee, kitoa ile kitu kiko ndani. Right? A situation must come, a condition must come to manifest. Ili kudhihirisha kile kilicho ndani. Amen. Kweli. Wakati walitoka tu hivyo tu wakavuka baada Shamu, walipotoka ni kuchagilia na kupiga kelele. Mimi amachukua tambuli, anapiga, wanacheza wote, wanacheza huko. Na Musa naye akaingia ndani, wakacheza, wakafurahi. Kama ungeambiwa kwamba hapo iko washerati, ungesema wewe ndugu una pepo baya. Unaona vile wanachezea mwana na tambuli na wote wanachagilia. Ungeambiwa hapa iko wenye siasa. Wenye siasa wako wapi? Wako hapa. Ungeambiwa. Lakini what is the problem? Ni kwa sababu hali hizo hazikushughulikiwa vizuri kikamilifu pale mwanzoni. Pale mwanzoni. Amen? Na kwa sababu ninasema kwamba mambo ya aina hiyo lazima yashughulikie sawa sawa. Pale mwanzoni unapoanza safari, unajua Kristo ni nani. Amen. Right? Uhusiano wako na Kristo unadhibitishwa vizuri na unajua wewe ni mtu wa Mungu. Amen. Kama wewe ni mvulana mdogo au msichana mdogo, wewe umejua Kristo. Amen. Amen. Na mambo haya yameisha ndani yako. Hizo tamaa zimeisha ndani yako. Huu ni ujumbe mwingine tunakuwa nao afternoon. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen.
Bwana asifiwe sana. That's why we are saying engagement, right? Pledge is a pledge. Ni kutoa nadhiri An engagement. na uchumba A love affair with Christ. na jambo la mapenzi pamoja na Kristo. And then the next thing is Ndipo jambo linalofuata ni promises made. ahadi zinatolewa. There has to be promises made to one another. Lazima kutolewe ahadi mmoja kwa mwingine. Amen. Like you make promises. Kama ambavyo unatoa ahadi, Sweetheart, if you will marry me, mpenzi, kama utanioa, I promise that I'll be loyal and true. na ahidi kwamba nitakuwa mwaminifu na mkweli. I'll look upon no other woman. Nitakutazama, utakutunza kama mwanamke. I'll look upon no. Nitakutunza. Sitamwangalia mwanamke mwingine. Yeah. Or I'll look upon no other man. Au sitamwangalia mwanamume mwingine. And I'll do all that as a duty. Na nitafanya hilo lote kama wajibu. As a wife. Kama mke. If we have children, kama tukipata watoto, I'll do all as a duty. Nitayafanya yote kama wajibu kama mama. I'll be a housekeeper. Nitakuwa mtunza nyumba. All these promises has got to be made. Ahadi zote hizi inabidi zifanywe, or should be, au inapaswa in a correct way, katika ndoa iliyo sawa. Amen. You don't just start living. Hamwanzi kuishi pamoja. You don't, as an individual. Kama mtu binafsi hauanzi kuishi na mtu mwingine bila makubaliano. Yes. Unanielewa? Amen. You don't just walk into marriage and start living together. Hauendi tu kutembea tu kwa nyumba alafu naanza kuishi pamoja. Under what conditions? Kwa hali ipi? Hali na kama. Chakula itakuwa inatoka wapi? Chakula itakuwa inatoka wapi? Hiyo ni swali lazima ujibu kabla hamjaoa. Tutakuwa tunaishi wapi? Nyumba iko wapi? Na mchuke sana. Hawa vijana wanaweza oa na hawana nyumba. Kweli. Nairobi kijana anafanya harusi, inatengenezwa, kila kitu inapangwa, kila kitu. Alafu leo ni siku ya Ijumaa. Harusi ya kesho. Wasemazo kwa jiuliza. Na fulani inakaa wapi? Wewe unajua kwa fulani inakaa? Na wewe unajua? Na kweli inakaa wapi? Kwenda kuuliza. Jamaa hana nyumba. Hana mahali pa kukaa. Ni hawa watu wanasonga, wana move from one house to another. Yeah. Natembea kutoka nyumba nyingine kwenda nyingine. Wiki moja hapo kwa mchungaji, kingine hapo Ravedi, kingine ni duka natabia tu na upendo mwingi wa Mungu. Upendo Mungu. Na watu wadogo kama hawa wanakuwa na story nyingi. Story wanakuwa nazo. Mpaka unaona huu vile ni mzuri mtamu Sana. Mtamu aende mahali moja akae. Hana nyumba, hana chochote. Wakagundua tu hana nyumba. Na kesho ana. Na wewe msichana wewe ni msichana wa aina gani? Yaani unaolewa tu. Huulizi maswali. Huulizi maswali, uulize okay. Unanioa, okay? Tunakaa wapi? Wewe ujali unakaa wapi? Mnaenda kukaa wapi?
Yaani ukipata bwana tosha. Nimempenda. Amen. Saidie Bwana. There must be promises. There must be promises. Lazima kuwepo ahadi. Amen. Tunaenda kukaa wapi? Sahihi. Tunakula nini? Hata mimi siku hizi mtu akuja kuniambia kwamba ati anaolewa, amepata ndugu, namuuliza, huyo ndugu anafanya nini? Mimi ninauliza hiyo swali. Ana kazi. Ameajiriwa, ana biashara. Anafanya nini? Anatoa pesa wapi? Mimi siingii katika hiyo harusi kabla mambo ya shughuli za hiyo ndoa mpaka nijue mambo haya. Amen. Kwa sababu kama vile niliwaambia jana, tunajifanya wa kiroho sana. Karibu tuingie kwa harusi tukiongea na lugha. Alafu baada ya kumaliza lugha unakula nini? Tukimaliza kukulea na lugha. Come down to the earth, reality. Uje na uhalisia. Reality iko. Reality iko kwamba kuna mahali pa kukaa. Lazima kuna mahali pa kukaa. Amen. Reality ni kwamba lazima chakula iwe kwa mezani. Reality ni kwamba labda baada ya mwaka moja mtoto atakuwa hapa. Huyo mtoto nakula nini? Ninakaaje kama jamaa hana kazi na anaoa? Kwanza kama ndugu huna kazi, usidhubutu kupenda msichana hata moja. Amina. Amen. Wewe ni nzuri. Na unajua mimi nakuwa mkali, kuna wengine naambia kwamba kutoka sasa wewe nimekufuka kuoa. Don't. Usiongee na msichana hata moja. Mpaka itakuja kukufungulia. Kwa sababu unaona hali yake ni hatari kwa wasichana. Ni hatari. Na kwanza ni lazima ulinde wasichana. You must protect girl from this thing. Lazima uwalinde wasichana. So, promises must be made. Promises. Ahadi lazima zifanywe. Iko. Chakula itatoka wapi? Una kazi, una income. Itakuwa namna gani? Mtoto amezaliwa, itakuwa namna gani? Mke wako utamnunulia nguo. Mke wako anafanya kazi. Wewe anafanya kazi, na wewe unafanya kazi. Wewe iko namna gani? Utakuwa unafanya namna gani? Kwa sababu haya ni mambo ya maana. Those are realities. Huo ni uhalisia. Uhalisia wa maisha. Bwana sasa. Amen. Sasa ndio sababu na mimi nasema kwamba promises are made. Ahadi zinafanywa. Ahadi zinafanywa. Kabisa. Promises made. There has to be promises made to one another, like you make promise, okay, and so and so, okay. And that's the same thing when you come to Christ. Ni jambo lile lile unapomwijia kwa Kristo. Lazima uwe na promises unamfanyia Kristo. You come to Christ. Unamwijia Kristo. What do you tell him? Lord, Unamwambia Bwana, if you receive me kama utanipokea into mimi your kingdom, katika ufalme wako, I promise. na ahidi There you are. uko hapo. I will love you. Nitakupenda. I'll be true to you. Nitakuwa mkweli kwako. I'll serve you Nitakutumikia day and night. usiku na mchana. It is too bad you forget that. Ni mbaya sana kusahau hilo. Amen.
I'll serve you day and night. Nitakutumikia usiku na mchana. I'll fast. Nitafunga. I'll pray. Nitaomba. I'll be loyal to you. Nitakuwa mwaminifu kwako. I'll bring my tithings into the storehouse. Nitaleta zaka yangu katika nyumba ya Bwana. I'll pray many times a day. Nitaomba mara nyingi kwa siku. I'll do anything. Nitafanya chochote. And I'll pledge all my love to you. Na nitatoa ahadi yangu yote ya upendo kwako. That's what you should do. Hilo ndilo unapaswa kufanya. Amen. That's exactly right. Yes. Hiyo ni sawa kabisa. Where you promise that, Mahali ambapo unapoahidi hilo, and it should come from your heart. na lazima litoke ndani ya moyo wako. That's right. Nina. Kabisa. Promise, promise, promise. Ahadi, ahadi, ahadi. It must come from your heart. Lazima itoke moyoni mwako. Amen. And you must mean it. Na lazima umaanishe. Hallelujah. Amen. Wakati unafuata. Unafuata? Amen. This is very serious. Nataka msikize hiko makini. If you promise your husband that, Kama utamwamini mume wako kwamba, and not from your heart, na haitoki moyoni mwako, that you mean it, kwamba unamaanisha, you are absolutely not living correctly with him. kwa hakika hauishi sawasawa pamoja naye. Amen. Amen. You promise, you don't mean it. Unaahidi lakini haumaanishi. You are not living correctly Hauishi sawasawa. with bwana wako. Amen. Now listen, Yeah. it's a kind of a crystallized affair. Ni aina fulani ya mahusiano yaliyobumbwa. Look here. Tazama hapa. Now, nataka usikize hapa. When you promise Unapotoa ahadi and mean it, na ukamaanisha, that is the thing that makes you one hilo ndilo linalowafanya kuwa mmoja with your husband. na mume wako. The promise. Ahadi. True promise. Ahadi ya kweli. Now, Sasa, if you promise your husband and not from your heart, kama utamwamini mume wako na haitoki moyoni mwako, okay, look here. If you haven't got, it is like this. If you haven't got teeth, kama mmeo kama hana jino, if you haven't got teeth, kama hauna jino, haujapata meno, kama hauna meno, labda umepoteza meno, and you use false teeth, na unatumia meno bandia, that is all right. hiyo ni sawa. It is substituting for the teeth that you once had. Ni mbadala wa lile jino au meno ambayo uliwahi kuwa nayo. Okay? Na hiyo ni sawa. But Lakini actually those teeth are not connected with you. Yes. lakini kwa uhakika hayo meno hayajaungamanishwa na wewe. Amen. Hayana uhusiano na wewe. Hiyo meno si sehemu yako. Hii ni kitu cha badia. It's not part of you. Sio sehemu yako. If you had an arm amputated, Kama una mkono bandia, mkono umekatwa, amen. and you put a false arm, Kama mkono wako umekatwa na ukaweka mkono bandia, well, that arm is actually
not connected with you. Vyema, huo mkono hauna uhusiano na wewe. It is just stuck on you. Umebandikwa tu juu yako. It's not connected with you. Lakini hauna uhusiano na wewe. And when you take our pledge, when we take our pledge to Christ, na tunapotoa nadhiri zetu kwa Kristo, if we don't become part of him, kama hatui sehemu yake, like a woman ought to become part of a man and a man part of a woman, kama mwanamke anapaswa kuwa sehemu ya mwanamume na mwanamume sehemu ya mwanamke, then we are artificial Christians. Yes. Hapo ndipo tunakuwa Wakristo bandia. We are not real. Sio halisi. You are really not married to that woman. Kwa hakika haujaoana na huyo mwanamke. You might be loyal. Wawezekana wewe ni mwaminifu. If you don't love your husband and him 60 or 70 years old and you don't have him as good as you did at the beginning, then you are really just raising his children. Kama umpendi mume wako akiwa na miaka 60 au 70, haupendi kama vile ulivyokuwa unampenda kwanza, ndipo hapo wewe tu ni mlee watoto. Amen. Therefore, when you make a pledge, unapotoa nadhiri, it must come from your heart. lazima itoke moyoni mwako. You must mean it. Lazima umaanishe. When you mean it, unapomaanisha and it comes from your heart, na inatoka moyoni mwako, and your partner also it comes from his heart, na mwenzio naye inatoka moyoni mwake, you know what happens? Unajua inatokea nini? You become one. Mnakuwa mmoja. Amen. Amen. Remember tunaongea juu ya oneness. Tunajiongea juu ya umoja. Na hapa ndio muhimu sana kuchike hivi. You become one. Mnakuwa mmoja. Husband and wife have become one. Mume na mke wanafanyika mmoja. What has made them one? Nini kimewafanya kuwa mmoja? True promise. Ahadi za kweli. Coming from the heart. Toka moyoni mwako. It joins them together. Na zinaunganisha pamoja. They become one. Wanakuwa mmoja. If you promise, kama utatoa ahadi and you don't mean it, na haumaanishi, nasema tu mwana tu humaanishi hivyo, hautafanya hivyo. Unajua sasa vile hiko ukamanishwa, hamuko wamoja. Mimi nataka msikize hiyo, hamuko wamoja. Na kama hamuko wamoja, hamjaoana. Wakati wameelewa hiyo? Amen. Hamjaoana. Vile mlivyo ni kama meno ya bandia na meno ya kweli, zote ziko kwa mdomo mmoja, zinaishi pamoja, zote zinashirikiana pamoja katika kusiaga mahindi, kusaga mahindi na kula nyama, zote zinashiriki pamoja kunywa chai na kula ugali na matoke. Wewe ukiangalia unaona wako wamoja sana. Niona wanakula nyama pamoja, naona wanakula matoke pamoja, nakula ugali pamoja, nakula mkimo pamoja, unaona wako wamoja, lakini hawako wamoja. Ndio. Hawana feelings moja kwa mwingine, hawako connected. Hawajaunganishwa. They are not connected. Unanielewa? Amen. Hapa iko kitu muhimu sana nataka mshike hapa. Sasa
Ukichukua ice cream baridi kuweke kwa mdomo, ile meno halisi inalalamika, inapiga kelele. Meno bandia inauliza nini? Kwa sababu haishiriki katika hiyo feeling, hiyo hisia katika hisia hiyo, haina hiyo feeling, haina. Ni kweli. Ukichukua chai moto, ukunywe chai moto, meno ile kweli inalalamika, naugua. Lakini meno bandia mambo yako sawa, mambo yanaendelea sawa. Tuko pamoja? Ndio sababu naona mtu anachukua kijiti kizito na piga mke wake kichwa na pasua, hana feeling, kwa sababu hakuna connection na hakuna feeling. Ndio sababu mke wa mtu ni mgonjwa au bwana ni mgonjwa, mke hajali, kwa sababu hawajali, hakuna feeling. Ndio sababu na pia nasema kwamba unajua sasa kuoa ni kuunganishwa. Amen. Si kama utanicheka, unanielewa? Amen. Na si ati kuunganishwa tu ati mnaunganishwa inakuwa ndani. Ni kitu kiko wapi? Yes. Mnakuwa, ndio sababu mnabii anasema na neno linasema kwamba mnakuwa mtu mmoja. You are one. Hiyo one ni mpaka ndani. Hivi kwamba feeling ya mke wako ni feeling yako. Inakuwa fake. Akiwa na njaa wewe unasikia na wewe uko na njaa. Akiwa mgonjwa unasikia wewe mgonjwa. Akiwa na raha una raha na wewe. Akiwa na huzuni hata wewe una raha. Unaelewa? Sasa kama hamjaunganishwa, atakuwa na huzuni lakini wewe una raha tu. Unaona mwanaume mke wake ameenda hospitali, amelazwa hospitali, naye anatafuta mwanamke mwingine anaenda nyumbani. Mke wake anaugua hospitalini, naye anajienjoy na mwanamke mwingine. The problem ni hii. Conscience na feeling hamna. Unanielewa? Na ndio sababu nabii anasema kwamba hawa watu hawajaoana. Hata kama wako na watoto, huyu mwanamke tu anazalia tu huyu mwanaume watoto, lakini si mume wake, lakini mke wake. Hawajaunganishwa. Hata wakiachana, si talaka iko hapo. Hakuna talaka iko hapo. Hawajawahi kuoana. Mungu ananielewa? Amen. Bwana asifiwe. Amen. So ndio tunali. Hawajaoana. Nilihubiri hii kanisani nikaambia watu kama unajikuta huko katika hali kama hiyo, wewe na bwana wako mkuje ni wawaisha ile halisi. Because you are not married. Bwana asifiwe sana. Na sasa jambo la kusikitika ni kwamba watu wengi ndivyo walivyo na Kristo. Ndio. Hawajaunganishwa na Kristo. They are not one. Sio mmoja na Kristo.
Hebu nisitize hiyo. Sisi kama I have that quote here. Okay, good. Let me make this remark. And when we take our pledge to Christ, na tunapotoa ahadi zetu kwa Kristo, if we don't become part of him, kama hauli pamoja sehemu yake, like a woman ought to become part of a man and a man part of a woman, kama vile mwanamke anapaswa kuwa sehemu ya mwanaume na mwanaume sehemu ya mwanamke, then we are artificial Christians. basi sisi ni Wakristo bandia. We are not really. Sisi sio wa kwake. You are really not married to that woman. Kwa halisia hujaoana na huyo mwanamume. Mwanamke. Hamjaoana. Unaweza kugundua hapa mketi hapa ukisema una bwana hapa. Lakini tukiendelea na neno hapa ukute huna bwana. Uliingia kwa mlango ule ukiwa na bwana, utaweka nyumbani ukiwa huna bwana. Huyo si bwana wako, hamjaoana bado. Wakati wanaamini hilo neno. Amen. Ninawasomea laini kwa laini. Sio mimi nasema. Neno. Neno. Bwana asifiwe sana. Sasa sikiza hapa ni ndio tulikuwa tunakuja hapa. And when we take our pledge to Christ, Na tunapotoa ahadi zetu kwa Kristo, we don't become part of him like a woman ought to become part of a man and a woman part of a woman. hatui sehemu yake kama vile mwanamke alivyopaswa kuwa sehemu ya mwanamume na mwanamume sehemu ya mwanamke. Then we are artificial Christians. Hapo tunakuwa Wakristo bandia. Artificial Christians. Wakristo bandia. Hawajawahi kuwa wamoja na Kristo. Hey, glory to God. Amen. And there are very many Christians who have never become one with Christ. Na kuna Wakristo wengi hawajafanyika mmoja pamoja na Kristo. Mimi nauliza wewe, kama huyu hajakuwa mmoja na Kristo, unamwambiaje au mmoja na Mkristo mwingine? Haiwezekani. Mnaona kwa nini kuna mgawanyiko? Come on, can you see why we have got divisions? Naona kwa nini kuna migawanyiko? Unaona kwa nini inakuwa gumu kuwa wamoja? Kwa sababu watu wenyewe si wamoja na Kristo. Na kama wewe si mmoja na Kristo, hatuwezi kuwa mmoja na wewe. Haiwezekani. Haiwezekani kama mmoja na Mkristo mwingine kama hamko mmoja wewe na Kristo. Hao utawezaje kuwa mmoja na sasa na ndugu yako mwaminio mwingine? Haiwezekani. Sasa tunakaa namna hiyo tukijiita waaminio wa ujumbe, waaminio wanaenda mbinguni, waaminio wanaenda rapture. I'm telling you the truth. Hiyo ndio hali. Hiyo ndio hali tuko ndani yake. Mungu atusaidie. Watu hawana uhusiano na Kristo. Wanaweza kuongea juu ya ujumbe na wanukuu ujumbe na wabebe vitabu na wafanya yote. Lakini kuna kasoro pale mwanzo, hawakuweza kuwa wamoja na Kristo. Na kwa sababu hawakuwa wamoja na Kristo, haiwezekani wakawa wamoja na Wakristo wale wengine. Haiwezekani. 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 Timu najaribu kwenda mkutano wa kujadiliana, mzaiche tofauti zenu, haiwezekani. Watu hawakuwa wamoja kwa kuketi chini kufanya kikao wanyoshe mahali ambapo hapana. Ni wewe uwe ndani ya Kristo na mimi niwe mmoja na Kristo. Alafu kutoka hapo tunaweza kuwa wamoja. Na hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine ya kuwa wamoja. Hiyo ndio njia pekee yake. Amen. Amina Bwana. Bwana wetu asifiwe sana. Yesu akasema muwe pamoja kama vile mimi na Baba tulio pamoja. Mimi nauliza wewe, kati ya Kristo na Mungu walikuwa artificial Christians? Artificial. Ilikuwa artificial. Bandia, hapana. Si kitu bandia. Kilikuwa cha
kweli. Roho iliyokuwa ndani ya Kristo ni roho ya Mungu. Amen. Neno lilikuwa ndani yake ni neno la Mungu. Amen. Alitoka kwa Mungu. Amen. Kila kitu ni Mungu. Wakawa moja. Right? Na akasema umoja nataka muwe nao, ni umoja wa aina hiyo. Hakuna aina nyingine, ni hiyo. Haleluya. Na nilikuwa namna gani? Mimi ni mmoja na Kristo. Wewe ni mmoja na Kristo. Sasa hiyo mambo kisha. Umoja ni automatic. Kabisa. Automatic. Ule ukweli. Kabisa. Amen. Kabisa. Bwana sasa. Amen. Amina. Imekuwa wiki hii kifikiria juu ya ndoa sasa. Na mimi niliangalia, tulikuwa tunaongea mahali na watu wao. Tukafikia mwisho. Hatujaona mumishonari mashuhuri kama unakosa. Ile ni mumishonari. Amen. Amen. Unajua mumishonari ulikuwa unaenda kuhubiria, unakuta wanalala chini. Unalala chini na wao. Amen. Mishonari si watu wanalala chini na wewe kwa hoteli. Hakuna kitu mishonari. Hakuna kitu mwisho. Hakuna. Mishonari unawakuta wanakunywa uji Na wewe. na wanalala. Wewe unakaa chini unakunywa uji na wao. Huyo mishonari. Amen. Amen. Bwana sasa. Amen. Ili tuwe marafiki wetu tukiwa na locals sana, wakaribu sana. Sisi tuliketi chini. Hata wewe unaamini nini? Tuone kama tunaamini sawa sawa. Ili tujue kama tunaweza kuwa marafiki. Hakuna kitu. Unakutana na mtu unasikia roho yako kama unataka. Kuna kitu kinafutana. Amen. Roho hiyo ni roho yako. Amen. Na sisi tunakaa chini unaamini nini? Na mimi naamini nini? Hakuna mjadala. Tuone kama tutakuwa marafiki. Hakuna. Lakini sana automatically. Yes. Kitu kitakuwa hapo ndani. Amen. Na hiyo ndio jambo la umoja wa kanisa na Kristo. Huo ndio umoja wa sisi na Kristo. Na pia umoja wa sisi na mmoja na mwingine. Na nikwambia mahali unaanza hapo. Umoja wa ndugu, umoja wa makanisa, umoja wa watu, ule wa kweli unaanza hapo. Kuwa wewe binafsi mmoja na Kristo. Amen. Bwana ndiye sasa. Amen. Uwe mmoja na Kristo. Na inaanza wapi? Wewe umekuja kwa Kristo. Mnakuwa na engagement na yeye. Na engagement inaanza wapi? Unampromise kwamba wako wote. Nitakuishia, unamaanisha. Nitaacha dhambi, unamaanisha. Nitafuata neno lako, unamaanisha. Mimi nitakuwa natoa fungu lako la 10, unamaanisha. Mimi nitaishia wewe, unamaanisha. Mimi nitakuwa naenda kanisa, unamaanisha. Mimi baba hii yote ya dhambi nimeacha yote, unamaanisha. Mnalipata? Unapomaanisha namna hivyo, sasa wewe na Kristo unakuwa kitu kimoja. There is an affair. Kuna mahusiano ya kimapenzi. There is an engagement. Kuna uchumba. Roho yako, moyo wako na wa Mungu imekuwa moja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hapo umekuwa moja na Kristo. Na ukiwa moja na Kristo, mwingine anafanya hivyo, umekuwa moja na yeye. Amen. Hata Mungu. lazima. Amen. Na hicho ndicho kitu kitaunganisha sisi. Kweli. Na kama hakuna, hatutaweza kuwa wamoja. Tutakaa namna hivyo, wale walio wakunyakuliwa waende. Wale lakini wabaki hapa. Sawa. Hakuna wakati tutakuwa wamoja isipokuwa
Au nasema hivi, kile kikafanyika, watu wanaendelea kuwa wamoja na watakuwa wamoja katika namna hiyo, na kutakuwa watu ambao watakuwa ni wamoja na si wamoja na wale wengine waaminio. Kisha hawa wanyakuliwe, kwa sababu hao ndio watu wa kunyakuliwa. Ndio wao wengine watabaki hapa. Amen. Nilihubiri juu ujumbe, ndio mimi nikasema kwamba nikasema wachache watanyakuliwa. Mmoja akapata kwa mtandao, akanipigia simu akaniuliza, "Ndugu wangu, utaki watu waende mbinguni? Utaki watu wanyakuliwe?" Mimi sio mimi nataka au watu hawaendi mbinguni kwa mimi kutaka au kutaka. Ni hali yao. Na mimi nakwambia nichunguza hiyo ujumbe vizuri, nikaona wale wanaenda kunyakuliwa ni wachache mno. Usidanganywe na hii kitu tumezoea wahubiri. Nimekuja hapa Dar es Salaam kuzungumzia bibi harusi wa Yesu. Uliwaona wapi bibi harusi wa Yesu? Wamewekwa wapi? Bibi harusi ya Yesu unaiona wapi? Unaona watu wamejazana kanisani, unasikia hiyo bibi harusi. Mimi nakwambia waamini wote wa Dar es Salaam wakusanyika hapa wote, mimi najua tuna mazoezi ya kwenda bibi harusi wa Yesu Kristo, Bwana wabariki. Bibi harusi wa Yesu anasema amina. Ninakwambia katika hiyo kundi labda hakuna, labda wale walio bibi harusi wa Yesu Kristo ni ngapi? Wale wameunganishwa na Kristo, vile nasema. Amen. Amen. Amina. Kweli. Kabisa. Amen. 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 Wachache mno. Amen. Kwanza hata kama sija mbali sana. Nitawaambia mambo mawili ya bibi harusi. Jambo la kwanza, bibi harusi ni wale wanaitwa wanawake wenye busara. Wale wangapi? Watano. Watano. Haya, walikuwa waliingia kwa sababu gani? Walikuwa na nini? Mafuta. Nabii amesema mafuta ni nini? Roho Mtakatifu. Zunguka Dar es Salaam hii. Niambie watu ambao wako na Roho Mtakatifu kweli. Amen. Watu. Pia hata be honest. Kanisa ni hapa. Jamhuri ya Roho Mtakatifu. Ile nyingine tabia kusema kwamba bibi harusi ana ubatizo Roho Mtakatifu. Tabia kanisa yako wale ambao ni tukio la ubatizo wa Roho Mtakatifu na mna hakika iweni mkono. Utaona wala. Enda kanisa nyingine. Na wale wanahubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu. Usiende kwa ile kanisa ambao hawahubiri hiyo. Makanisa yanahubiri hiyo. Uliza mtu ambaye ana kitukio cha kibinafsi cha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Angalia wewe hapa. Sasa makundi ile ingine ambao inadharau mambo ya Roho Mtakatifu, makundi na dharau, inaona aibu kupiga kelele. Hiyo iko wapi? Mimi nakwambia haiko anywhere katika Biblia.
tafadhali wabadilike kesho kabla ya harusi, kabla kuja kuja. Lakini kama miharibio ulio ndani yake hakuna. Ni wachache. Sio mimi ambao sitaki watu waende. Sio mimi nasema. Neno ndio linasema. Ninaonyesha. Niwaambieni leo hakuna kitu muhimu. Wacha mambo ya kudumu sana. Wacha mambo ya churches. Wacha mambo ya muhimu sana. Kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio namba 1. Kosa hiyo. Na wewe ndio chochote ambapo unataka kuona. Mama haiko mzuri kwa. Mungu asifiwe sana. Amen. That's the way the churches are. Hivyo ndivyo makanisa yalivyo. Hallelujah. Amen. That's the way the churches are. Too many today. Hivyo ndivyo makanisa yalivyo, mengi mno siku hizi. We are just taking the name of Christian church. Tunachukua tu jina la kanisa la Kristo, Pretending to be the bride. tukijifanya kuwa bibi harusi. Mimi sitasema madhehebu. Mimi nitasema sisi wa milioni. It is artificial. Ni wakati ni kibandia. Ni kitu cha kibandia, artificial. Kitu cha We kibandia. are not connected with Christ in any way. Hatujaunganishwa na Kristo kwa njia yoyote. We are like an artificial tooth, Ni kama jino bandia, artificial arm, mkono bandia, artificial eye. jicho bandia. See, it is something that is artificial. Naona ni kitu ambacho ni cha bandia, If we are just putting it on. kama tunajifanya tu. Well, you can't put on Christianity. You are going to be connected. Huwezi kuiga Ukristo, unapaswa uunganishwe nao. Uwe uko connected. Uunganishwe nao. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo zisizo zetu siku ya leo ni kukuwa connected. I love the word connected. Ni kama umeme. Kama uko na charger uweke ndani. Right? Na simu pande hii simu na pande hii ni umeme. Ni charger. Sasa umeme na simu inakuwa connected. Yeah. Lazima tuwe connected na yeye. And then a church that is just artificial, Na kanisa ambalo ndipo kanisa ambalo ni bandia, called the Church of Christ, nalojiita kanisa la Kristo, where them children they are not in there. vema hao watoto basi hawamo mle, That's born of the same organization. waliozaliwa na shirika hilo hilo. They are not Christ children. Sio watoto wa Kristo. They are denominational children Hao ni watoto wa kimadhehebu, and not children of Christ. wala si watoto wa Kristo. If the woman isn't connected with the man in trueness, Kama mwanamke hajaungamanishwa na mwanamume katika uaminifu au kweli, then it isn't her husband. basi si mmewe. Kwani ni mtu mmoja tu anasema amen?
Tuseme tena. Amen. Hebu some tena nisije kama kuna yeye. If the woman isn't connected with the man in trueness, kama mwanamke hajaunganishwa na mwanamume katika ukweli, then it isn't her husband. basi si mmewe. Amen. It is just a man she's taken about to live with. Ni mwanamume tu ambaye amemchukua kuishi naye. And she took a wrong vow. Na ametoa nadhiri mbaya, si ya kweli. Nadhiri ya uongo. Kwa sababu hakumaanisha na anaishi na yeye. Lakini ukweli ni kwamba si bwana wake. Ni mwanaume wamekubaliana na yeye wakae pamoja wazae watoto. Lakini si mume wake wala si mke wake. She prayed to love him. Aliahidi kumpenda, And she said she loved him. naye mke alisema alimpenda, And she didn't do it. wala hakumpenda. All the time the man is deceived. Wakati wote mwanamume huyo amedanganyika. But there is one thing sure, friend. Lakini kuna jambo moja la uhakika. We are not going to deceive Christ. Hatutamdanganya Kristo. He knows his own. He knows his own. Yeye anawajua walio wake. But you see, first decision made, next engagement, then promise. Okay? Lakini unaona kwanza maamuzi yafanywa, pili uchumba, halafu ahadi. And then the ceremony. Halafu ndipo sherehe. And that's when the bride takes the bridegroom's name. Hapo ndipo bibi harusi anapolichukua jina la bwana harusi. She is no more then of her own name. Yeye si wa jina lake mwenyewe tena. She takes the bridegroom's name. Anachukua jina la bwana harusi. And then when the church has the ceremony, Ndipo basi wakati kanisa linapokuwa na sherehe, makes their promises, linafanya ahadi zao, then she takes the bridegroom's name. ndipo linachukua jina la bwana harusi. Then she is no longer a church of the world. Basi si kanisa la ulimwengu tena, She is the church of the Lord Jesus Christ. ni kanisa la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. That I mean that by birth, by nature, by power of God, Na maanisha hilo kwa kuzaliwa kwa nguvu za Mungu, kwa maumbile, by the revealed truth of God kwa kweli ya Mungu iliyofunuliwa in the heart, she becomes a Christian church. moyoni, linakuwa kanisa la Kikristo, The great universal apostolic Christian church. ile kanisa kuu la Kikristo la mitume la ulimwenguni kote. She becomes a part of Christ. Linakuwa sehemu ya Kristo. When she does that, Linapofanya hivyo, Christ injects into his own spirit, Kristo anatia ndani yake roho wake, his own life. roho wake mwenyewe, uzima wake mwenyewe. And the Bible said, Na Biblia inasema to Adam and Eve, kwa Adamu na Hawa pale, you are no longer two, ninyi si wawili tena, but one. bali ni mmoja. And when the woman, the church is married to Christ, Na wakati mwanamke kanisa linapoolewa na they Kristo, are no longer two, wao si wawili they tena, are one. wao ni mmoja. Christ in you. Kristo ndani yako. Amen. Amina. That's it. Jambo hilo. Praise be to God. Bwana asifiwe. Amen. Glory to God. Baba yetu, tuweka mkono wako. Asante kwa wema wako, uzidi kutusaidia na kutubariki, kutuonyesha mapenzi yako, ili tuweze kuishi katika njia zako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.